Uhali gani mtazamaji wa UNDTV, kipindi hewani ni Scoreboard, na hapa tunaenda kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yanahusu michezo kwa hapa nyumbani Tanzania, lakini pia nje ya bara la Afrika. Lakini kubwa ambalo tunaenda kuliangazia siku ya leo ni kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kimeitwa na kocha Miguel Gamondi kuelekea katika mashindano ya AFCON 2025. Mimi naitwa Salum Ibrahim, tunaenda kuungana na mwandishi wetu Ali Waziri ambaye anaenda kufanya mahojiano na wapenzi wa soka kuhusiana na kikosi chetu cha timu ya taifa ambacho kimeitwa na kocha Miguel Gamondi. Asante sana Salum, na hii ni Scoreboard kama Salum alikwisha kusema hapo mwanzo, na hapa nipo na mchambuzi naye atakwenda kutuzungumzia kuhusu mashindano haya ambayo yanafanyika kule Morocco 2025. Bwana, Tanzania imefunga safari moja kwa moja kuelekea kule Morocco na wachezaji wamekwisha ainishwa kama ulivyoona. Nini hasa maoni yako na kundi unalizungumziaje kutokana na pinzani ambao tunakutana nao? Kwanza ukiangalia kundi letu ni kundi ambalo lime include timu kubwa sana. Ukiangalia Nigeria, Tunisia, Uganda ni timu ambazo zimetuzidi kwenye renki za FIFA. Unazungumzia timu kama Tunisia ni timu kwenye renki za FIFA inashika nafasi ya 40. Timu kama Nigeria inashika nafasi ya 38. Timu kama Uganda inashika nafasi ya 82. Kwa hiyo automatically sisi tunakwenda kuwa timu namba 4 kwenye kundi. Sasa unaweza ukawa kwenye kundi wewe ndo underdog, lakini kuna vitu ambavyo unaweza kuvizingatia ukapata mafanikio. Kwa hiyo nature ya kundi ni kundi gumu kwa upande wetu sisi hapa. Baada ya kikosi kutajwa na Miguel Gamondi kumezua tafaraji fulani katika masuala mzima ya mitandao, sasa katika manyanda ambao wanaanza. Aishi Manula kuacha kwake kumezua taharuki, manake wale kwenda ni Yakub pamoja na Zuberi Foba. Nini hasa maoni yako kwa ujumla? Je, ni sahihi Miguel Gamondi kumwacha mzoefu kama yule? Kwangu mimi naona inaweza ikawa ni sahihi, lakini vile vile inaweza ikawa haina usahihi kwa kiwango fulani. Ina usahihi kwa namna gani? Usahihi kwanza ukiangalia Aishi Manula fitness yake imekuwa ni ndogo, amepata injury kwa muda mrefu na hata amerejea amecheza mchezo mmoja tu na wa Azam. Kwa hiyo unaona fitness level yake ni ndogo sana, inakutia mashaka kama atakuwa na performance nzuri kuelekea kwenye michuano hii ya AFCON. Lakini kwa upande wa negatively, mimi nadhani wangekuwa na uwezo hata wa kumuita kwa sababu yeye ni mchezaji mzoefu, anaweza asipate namba kwenye kikosi, lakini anaweza kawa encourage wachezaji wengine, magolikipa wengine ambao ni wachanga kwa namna moja ama nyingine. Unapozungumzia Zuberi Soba pamoja na Yakub Suleiman ni wachezaji ambao ni bado hawajapata experience ya mashindano makubwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaona kuna umuhimu mkubwa angekuwepo Aishi Salum Manula kwenye kile kikosi, ingekuwa vizuri zaidi. Tumeona mangizo hapa, kuna Kelvin mtoto mdogo, kuna Kelvin Nasho anakichafua katikati pale, kuna Kelvin John pia kaitwa kutoka Denmark, kuna Morris Abraham amekuwa na mchezo mzuri sana akitajwa mara kwa mara. Je, Miguel Gamondi hizi ingizo tuzitarajie kuziona zikianza? Itategemeana. Ukiangalia maingizo ambayo wameitwa, mfano kama Kevin Nation so far kwenye kikosi chake cha Pamba Jiji msimu huu amekuwa na performance nzuri, hata kipindi alipokuepo Singida Black Stars alikuwa na performance nzuri. Ukiangalia Morris Abraham ni mmoja kati ya wachezaji ambao ni the top kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Kwa hiyo ni aina wachezaji ambao kwa namna moja ama nyingine wanakwenda kutengeneza sasa historia yao. Ukiangalia sikumbuki ni mara mwisho kama waliitwa kwenye kikosi cha AFCON hawakuitwa. Kwa hiyo hii inakwenda kuwa ni michuano yao ambao watakwenda kutengeneza status yao kuelekea kwenye career yao ya soka. Ni wachezaji wazuri. Morris Abraham ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, ana intensity kubwa. Performance yake nadhani wote tumeiona ndani ya uwanja. Ni mchezaji mwenye nidhamu, age yake pia inaruhusu. Kwa hiyo ni mmoja kati ya wachezaji ambao wakipata nafasi kwenye kikosi cha Stars ambacho kitakwenda kucheza kwenye michezo hiyo, nadhani anaweza kuonyesha kitu ambacho kinaweza kuwa kizuri kwa upande wake pamoja na kwa upande wa timu yetu ya taifa. Jambo lingine, kuacha kwa Suleiman Mwalimu kumezua gumzo. Kuna wengine wakisema kwamba Suleiman Mwalimu amecheza mpaka Wydad, amecheza mashindano ya virabu duniani, ana experience, anajua pressure ya michezo. Unamwachaje mchezaji wa aina kama huyu kubaki? Changamoto kubwa, kikosi cha Taifa Stars kina wachezaji 28. Sasa wachezaji 28 una include wachezaji wa ndani, una include wachezaji ambao wanacheza barani Asia, barani Ulaya. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine nafasi yake mimi nadhani haijawa na umuhimu mkubwa. Ukiangalia hata wachezaji wengine ambao wameitwa performance zao ni nzuri. Mfano kama Tarin Arakia ni mmoja kati ya wachezaji wazuri. Chazi Mombo anaonyesha performance nzuri ndani ya kikosi. Kwa hiyo swala la kuachwa kwa Suleiman Mwalimu nadhani ni maamuzi ya kocha, lakini mimi binafsi kwa ile selection ambayo ameifanya siwezi kudoubt ni selection ambayo ni nzuri kuelekea kwenye hii michuano.
Nini hasa tukifanye? Maana Tanzania ndio watu pekee ambao katika ile kundi tunaingia kama underdogs. Ukichukua CAF rank, sisi tunaingia kama underdog ambao wale ambao tumepangiwa nao ni wakubwa. Nini hasa ushauri wako kwa Miguel Gamondi? Nini akifanye katika imradi timu yetu soge mbele? Kuna vitu vichache vya kuvifanya. Kwanza, unapokuwa timu ndogo, unapopangwa na timu ambazo tayari ni matured, unazungumzia Nigeria ni bingwa mara 3 wa ile kombe la AFCON. Tunisia ni bingwa mara 1. Uganda amefika finali. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tuna vitu vingi vya kujifunza kuelekea kwenye michezo hiyo. Ukiangalia swala la kwanza ni kutambua thamani halisi ya nchi ya Tanzania. Wachezaji wenyewe wanatakiwa kuwa na kutambua thamani halisi ya Tanzania, kucheza kwa kujituma, kusikiliza maamuzi ya kocha. Kocha wetu ni mzuri sana. Wakimsikiliza vyema, nadhani inaweza ikawa ni nzuri kwa kuelekea. Lakini vile vile mimi nachukulia michezo hii ya AFCON, bado mimi naamini kwamba michuano hii inakwenda kuwa ni sehemu ya kujifunza kuelekea michuano ya 2027. Kivipi? Tanzania tumeshiriki michuano ya AFCON takriban mara 3. Tunakwenda kukutana na timu ambazo zimeshiriki mara nyingi sana kwenye michuano na zimechukua hadi ubingwa. Kwa hiyo sisi nafasi yetu kwenye kundi letu tunatakiwa kujifunza zaidi kuelekea kwenye AFCON ambayo tutaiandaa sisi wenyewe mwaka 2027. Nadhani ndio vitu ambavyo wanatakiwa kuvizingatia. Sasa pressure ya mashabiki imekuwa ni kubwa sana, na wengine pia wakianza kumlaumu Miguel Gamondi baada ya kuacha wachezaji baadhi ambao pengine tungetarajia wangekuwa katika kikosi cha Taifa Stars. Nini hasa ambacho unaambia mashabiki katika kuendea mashindano haya, na nini hasa ambacho unamshauri Miguel Gamondi kutuliza pressure hii ya wachezaji ambao wako pale wameitwa alafu anaambiwa hana kitu katika kikosi cha taifa? Ukiangalia ni kweli kumekopo na mashabiki wamekopo wakilalamika baadhi ya selection, mfano kama Aishim Salum Manula kutoitwa kwenye kikosi cha Taifa Stars na wachezaji wengine, lakini mimi binafsi naamini ile selection ni nzuri. Ukiangalia wachezaji wengi ambao wameitwa kwenye kikosi currently wanafanya vizuri kwenye performance. Kwa hiyo kocha kwenye michuano anahitaji wachezaji ambao wanafanya vizuri nao na sio wachezaji ambao wametengeneza historia. Ukiangalia michuano hii ina mechi 3. Mchezo wa kwanza tutacheza na Nigeria, mchezo wa pili na Tunisia, na mchezo wa 3 na Sudan na Uganda kumradhi. Kwa hiyo itategemeana tunaenda vipi kimkakati kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kuchukua alama na kuelekea kwenye hatua zijazo. Kwa hiyo kwa mashabiki wanatakiwa kuwa watulivu. Miguel Gamondi ni mmoja kati ya makocha ambao mimi binafsi naamini kwenye uwezo wao. Ni kocha wa kisasa ambaye ameonyesha utofauti wake ndani hapa Tanzania. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwamba kocha selection yake imekwenda kuwa vizuri na mashabiki wanatakiwa kusikiliza na kuona nini ambacho kinaenda kutokea. Ukiangalia Mbwana Ali Samata ni mchezaji ambaye ni senior. Ukizungumzia Mbwana Ali Samata ni mchezaji ambaye ana mafanikio zaidi kuliko wachezaji mwingine yoyote wa Tanzania. Kwa hiyo nafasi yake ni kubwa sana. Mimi binafsi nategemea hata Mbwana Samata asingeitwa kwenye timu ya taifa, vile vile mashabiki wangelalamika. Performance yake imekuwa ina in and out nyingi. Haina consistency ya muda mrefu. Kuna baadhi ya game ana perform vizuri, lakini kuna baadhi ya game performance yake inaonyesha kuwa na kizungumkuti kidogo. Kwa hiyo as a senior ni mmoja kati ya wachezaji ambao alikuwa na umuhimu. Vile vile ndio captain mkuu wa timu. Sasa captain mkuu wa timu unaacheje kumuita licha ya kuwepo na in and out nyingi, performance yake kidogo inashuka na kupanda. Mimi binafsi naona kuna umuhimu ambao Miguel Gamondi ameutambua na kumuita Mbwana Ali Samata. Pengine anaweza kaonyesha kitu kuelekea kwenye michuano hii. Kizingatia kwenye kile yake ya soka ndiye anakaribia kumaliza. Kwa hiyo anaweza akawa na kitu cha kufanya kuhakikisha kwamba anaacha legacy kwenye nchi yetu ya Tanzania. Asante sana. Nashukuru sana.